To ka wadhi anene counties ma Lolwe koro tend county ma Kisumu to kod jokanyo duto te mamoko kwayo otiega anena jopiny ewi ber mar keto ler mar aluora margi moloyo to jogo modak machiegni to kod aoche kaachiel to kod nam Lolwe ka giloso e gwenge mag Nyalenda odiochieng' mano manyore kinde chenro mar ne yweyo aluora mobagi kod riwruok mar Dunga Nanga Youth and Women Community motele gi jakoma margi Masetieno gikwayo jodak e aluorano mondo were anena gi tim mar wito taka e aorano. Dickson Omondi Okech mabende koro ne nitiere kanyo e lo MCA machon ma gweng'no mano Migosi Dan Were nokwayo jotelo mamoko mondo koro riwre lwedo e chenro mar yweyo kata keto maler aoche duto te e kor gwenge ma Kisumu kendo kama kaka ne giloso. Yes, I'm Dickson Omondi Okech, a resident of Nyalenda, Muso Nyalenda B, where this river is. Today I am here as a resident and also as a representative of one James Yugibere, a candidate for MCA Nyalenda B. The message we have is, first of all, we have to thank the groups and the organizations that took their time and resources to come and help the community in this initiative. This river, as you can see it, this is a very dangerous trend. This is a very dangerous trend. When our environment is clean, then we'll have a healthy society. This initiative should be done close to monthly so that we can avoid some diseases and some blockages that really affect our community in total. Naitwa Collins Otieno na mimi ni mwenyeji wa hapa. Na sisi kama watu wanasema community tumeona ya kwamba tukae pamoja ili tufanye usafi ya hii river yetu inaitwa Riwruok. Sasa hii Riwruok imeshakuwa na uchafu na tena umejua ni inlet ya Lake Victoria. Na sasa kama sisi watu wa community tulisema tukae pamoja tuone vile tunaweza ishi kwa usafi yenye inafai kuwe. Sasa sisi tunataka usafi na kwa uchafu yenye iko hapa ndani ndio tumeona tufanye nini? Tutoe ili tupate maji safi uko baharini. Na ya pili, hizi vitu unajua hapa ndio breeding system ya samaki. Samaki zinatoka huku juu zikikuja kuzaa hapa. Sasa unapata hata sasa hii kwa leka kuna samaki sababu za hizo uchafu. Ndio maana tunataka tusafishe ili hata samaki yenyewe afurahie. Sio sisi peke yetu tufurahie. Unasikia? Ili tupate samaki mingi na tuone usafi pia kuwe. Kwanza hii maji na watoto wenye wanacheza hapa na wako karibu sana wana. Wanaweza kuja kuchota na umejua hizi chupa na kuna hapa plastic zingine chafu na kuna hata shindano ya hospitali. Na umejua inaweza leta madhara ama inaweza leta ugonjwa kwa watoto wetu wadogo. Na kwa hayo yote mimi napiga asante kwa the community wote na hata ward representative pia kwa hapa na hata watu wakiwasikopea kukaa na sisi pamoja ili tufanye hii kazi. Asanteni. Sasa kwa hii maji imebeba takataka aina gani? Hapa maji imebeba takataka ya aina yote. Imebeba plastic bottles. Imebeba bottles hii inaitwa ya chupa hii ya glass. Imebeba pampers iko ndani na condoms iko ndani. Iko na takataka mingi hapa ndani, mattresses, iko na boxes, yani iko mingi sana. Yenye umejua hiyo inaleta madhara kwa the community. Kwanza usiku ukilala hapa, upepo ya pande hii kigeuka. Huwezi lala. Hii maji inanuka sana. Inanuka sababu ikimbi, unajua stagnant water inaletanga madhara. Na maji ikikimbia inaleta maji safi. Na wanyama pia mmepata ndani ya maji? Wanyama kuna nyoka. Nyoka ziko hapo ndani, lakini samaki sijaona. Labda zimekimbia sababu ya hiyo safi. Ile watu wameuaua? Kuna nyoka tuliua hapa karibu, tena nyoka kubwa sana. Na umejua hizo nyoka kifika masaa zingine zinaingia kwa nyumba za watu na zinaweza leta madhara. Sasa sisi tunataka tufanye kazi kisisi kama community ili tuonyeshe the community the benefit of usafi. The environment paki kwa safi.
Tumeamua kufanya hii kwa ajili ya usafi ya area. Saizi kuna magonjwa nyingi yenye uchafu inaambukiza. Tuliamua tufanye hii usafi tuone hayo magonjwa inaweza kupunguka aje. Na vile tulianza, kuna mheshimiwa mmoja alitupea support but hajafika hapa. Anaitwa James Were. Alisimama na sisi akatuambia tujaribu tufanye hii kitu vile tunaweza. Na uchafu gani sana sana mmetoa ndani ya mto? Tumetoa mchupa, tumetoa pampers na vitu zenye imekufa. Watu wanatupa nini? Watu wanatupa paka, umbwa, tumetoa hapa ndani. Hizo zote ni magonjwa. Sasa tunaambia wenye wako kwa area wajaribu walinde hii nini yao, hii maji yao. Na kwa hiyo yote kuna vile serikali ya county inaweza wasaidia vile. Tunaomba sana serikali ya county asimame na sisi. Tuone hii usafi tuone vile tunaweza kuendeleza usafi ya hii area yetu ya Nanga. Wajaribu, wanaweza kutupea, tumewapea mfano ati tunaweza hata kama wajakuja. Sasa kama wanaweza kutusikia, wakuje wasimame na sisi ili tuendeleze hii. Hii ni ya county. Na county ndio serikali inatulinda. Wasimame na sisi tuendeleze usafi ya Nanga. I'm one of the youths around this area, and we saw as a group, that is Dunabi, Dunga Nyalenda Youth Women Group Empowerment. We decided as a group to clear the channel so that it takes back its nature the way it used to be. Because this channel, it is the main channel to the lake. Within the lake, there is a lot of eutrophication taking place within the lake, and with the eutrophication, there is also growth of water hyacinth. And with the water hyacinth, or with a lot of nutrients in the lake, it endangers the life of fishes within our lakes. So as a group, we decided to clean this channel and create the awareness to the people as a whole, so that we do away with these litters. Some are not degradable, non-biodegradable within the lake. And we have decided that we are going to create the awareness in the whole village, schools around, and even the community around will also, we as a community, we will empower the village. Empowerment, will do it through our own effort, because as a CBO, we still lack funds which can help us to at least create some awareness, but we'll just use our energy where we can. We therefore request the county government to partner with us and work with us to create the awareness within the area. Again, I will also commend the Kiwasco company for being with us, and our ward admin for his time that he has taken to be with us today. Again, I'll request the governor. I love the slogan of the governor, Tichtire. But really, if we put that Tichtire here, we can go extra mile. And I believe the governor will be watching this, that the effort be given to the community. As a community, if the community given funds to clear the channel, they know the pinch, and they will do it better than others who do it in the name to gain their money. It has been done. In fact, it was done some few months ago. But whoever did the work here, it was just a shoddy work. So as a community, there is a lot, because this water can cause us several diseases within the lake. It also gives Kiwasco as a company hard time to treat, because it is never fresh water the way they say. So we therefore humbly request the county and other bodies concerned. My surprise is only one. Waret may be calling for the summits within the town. There would be several stakeholders with books and pens. No, it is high time as Kenyans. We should do away with books and pens in the name of retreat and what have you, and then people enjoy money. Why don't you bring that money down to the people of the community to empower them, and also to create a clean environment for our people? It is very sad. Otherwise, thank you very much.